Hujambo na karibu. Katika makala yetu ya leo, tunajifunza kuhusu viwakilishi vya a unganifu. Learning with Senti, becoming more. Karibu. Na kabla ya kuanza makala yetu ya leo, kabla ya kusoma kuhusu viwakilishi vya a unganifu, ni vyema nikufahamishe kwamba hii ni aina ya 10 ambayo tunajifunza katika hii chaneli. Tayari tumeshasoma kuhusu viwakilishi vya nafsi, viwakilishi vionyeshi, viwakilishi vya sifa, viwakilishi vya idadi, viwakilishi vya pekee, viwakilishi virejeshi, viwakilishi visisitizi, viwakilishi viulizi na hata viwakilishi vimilikishi. Kwa hivyo, iwapo ungependa kusoma kuhusiana na hizo aina zingine 9 za viwakilishi, unaweza kutafuta hizo video kwenye hii chaneli. Kuna hiyo playlist ambayo imepewa kichwa cha viwakilishi. Unaweza kuitafuta na ukasoma kuhusu hizo aina zingine za viwakilishi. Haya basi, tuingie kwa viwakilishi vya a unganifu. Haya ni maneno ambayo hutumia a unganifu kurejelea ama kuwakilisha nomino. Ni maneno ambayo hutumia a unganifu kuwakilisha nomino. Na viwakilishi vya a unganifu huundwa kwa kuambatanisha kiambishi cha ngeli pamoja na kiambishi a cha a unganifu. Huundwa kwa kuambatanisha kiambishi cha ngeli pamoja na kiambishi a cha a unganifu. Kwa mfano, katika ngeli ya pa kumu, ile ngeli ya mahali pa kumu, tunapotumia pa, kiambishi cha ngeli itakuwa ni pa, herufi pa, kisha nikaongeza kiambishi a cha a unganifu. Kwa hivyo nikapata pa. Pa hapo inakuwa ndio kiwakilishi cha a unganifu. Mfano, katika sentensi nikisema pakuishi pamepatikana. Pakuishi pamepatikana. Sasa pa pale ndio kiwakilishi cha a unganifu na pa hapa inarejelea pahali, kwamba pakuishi pamepatikana. Katika ngeli ya kivi naweza kupata kiambishi cha ngeli umoja nipate cha. Kisha nikaongeza kiambishi a cha a unganifu, kwa hivyo nikapata neno cha. Cha ndio kiwakilishi cha a unganifu. Mfano, katika sentensi nikisema cha mlevi huliwa na mgema. Cha mlevi huliwa na mgema. Cha hapo ndo kiwakilishi cha a unganifu. Na hiyo ni methali. Hiyo ni methali ambayo husema cha mlevi huliwa na mgema. Katika ngeli ya izi kiambishi kuna za, herufi za kwa wingi, kisha nikaongeza kiambishi a cha a unganifu, hiyo a nikapata za. Alafu katika sentensi nikasema za watoto zitahifadhiwa. Za watoto zitahifadhiwa. Za hapo ndo kiwakilishi cha a unganifu. Tuingie katika sehemu ya maswali. Jaza pengo kwa kutumia kiwakilishi cha a unganifu mwafaka. Jaza pengo kwa kutumia kiwakilishi cha a unganifu mwafaka. Swali la kwanza, pengo mwalimu limeegeshwa nje. Pengo mwalimu limeegeshwa nje. Labda ni gari. Kwa hivyo tutasema naam, la mwalimu limeegeshwa nje. La mwalimu limeegeshwa nje. Swali la pili, pengo watoto viko mlangoni. Pengo watoto viko mlangoni. Kwa mabano tuna viatu. Tunataka kuwakilisha neno viatu. Naam, vya watoto viko mlangoni. Vya watoto viko mlangoni. Swali la tatu, pengo sukari imeongezeka. Pengo sukari imeongezeka. Kwa mabano tuna bei. Tunataka kuwakilisha neno bei. Naam, ya sukari imeongezeka. Ya sukari imeongezeka. Swali linalofuata, pengo maabara vinatunzwa kwa uangalifu.
Pengo maabara vinatunzwa kwa uangalifu, na kwa mabano tuna vifaa. Naam, vya maabara vinatunzwa kwa uangalifu. Vya maabara vinatunzwa kwa uangalifu. Na mwisho kwa mabano tuna neno magurudumu, kisha pengo gari hilo ni mapya. Pengo gari hilo ni mapya. Naam, ya gari hilo ni mapya. Ya gari hilo ni mapya. Ya hapo ndo kiwakilishi cha a unganifu. Kwa hivyo viwakilishi vya a unganifu viko vingi sana kutegemea na ngeli, kwa sababu unachukua tu kiambishi cha ngeli kisha unaongeza kiambishi a cha a unganifu. Kwa hivyo tunaweza kuwa na wa, vya, cha, la, ya, za, pa. Naam, vingi sana kutegemea ngeli mbalimbali. Tumefika mwisho wa makala yetu ya leo na mwisho wa kuchambua viwakilishi kama aina ya maneno. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Nifahamishe kwenye sehemu ya maoni aina nyingine ya maneno ambayo ungependa tuangalie. Nimekuwa mwalimu wako Vicenti, na mpaka tutakapoonana tena na kutakia wakati mwema. Kwaheri.